meza hapo hazina sauti, hazina nini. Si wacha tu vile niliweka asubuhi. Mimi niliamkia asubuhi nikapanga kila kitu. Sasa unataka kunipangua tena. Hebu mpigie makofi mazuri maana anaendelea. Sasa yeye anamwambia kwamba atatengeneza vitu vizuri, anakuja saa ngapi? Anakuja mapema. Sema amina. Anaweka vitu vyake. Asipate kitu kimewekwa. Ukipata wewe kitu kimewekwa mahali, njoo mwenyewe weka hapo na kitu. Ukitaka kuharibika, ukikuharibu, unamuuliza jamani, hiki kitu vile kiko sawa? Ndio anakusaidia. Hebu nipe makofi ambayo itanionyesha kwamba tunataka. Kuanzia mwaka jana na mwaka huu nilisema ninakufundisha misingi maombi ya kujua kuomba mwaka. Ni foundation inayolace ya mwaka huu. Sema amina. Ndio maana mama leo atasimama hapa. Nataka kulace a foundation ambayo tutaifuata mwaka mzima. Si mnajua mnafuata maono ya mchungaji? Mnakuja kusupport maono ya mchungaji. Halo? Usikuje kujenga pia ufalme wako. Unakuja kujenga ufalme wa ule mtumishi wa Mungu ambaye ameitwa pale. Ndio maana Mungu ametuita. So, nataka nisikie kama kuna watoto werefu ninaweza watuma mahali wa ubiri. Number 1, tulisema point karibu 5. Point ya kwanza ilikuwa inasema aje? Kuhusu maombi ya kuanza mwaka na kumaliza mwaka. Yes. Mpe microphone kule. Naona ni kama anataka kutoa ama usonge hapa sababu tunasikika. Sawa, mpe tu mic. Wao mnachukulia. Usichukulia. Bwana asifiwe. Amen. Ya kwanza nilishika ilikuwa inasema tuombee lile jambo ambalo linajirudia kila mwaka. Ya kwanza tuombee lile jambo linajirudia kila mwaka. Mpige makofi mazuri. Kwa hiyo unaona ninaanza kusaidia wale wawako waandike. Yaani mada yetu ya ujumbe ni kwamba utaombaje mwaka unapoanza ama unapoisha. Number 1 ni kuombea lile jambo linajirudia kila mara. Kuna shida inajirudia kila mara. Kuna magonjwa yanajirudia kila mara. Kuna kifo kinajirudia kwenu kila mwezi, wakati fulani, muda fulani. Jambo hilo linajirudia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa inaanza kulitia moyo kidogo. Unajua mlikuwa mmenivunja moyo kuhusu maono ya kanisa. Kwa nimefifia sana mpaka ninafikiria tuhubiri kuhusu kurudi kwa Yesu. Maana hii nyingine ni kama hamuna haja nayo. Unajua kuna mtu ukimwambia maono ya kuanza mwaka na yeye bado anafikiria Yesu anarudi kesho. Sasa hiyo hao watu wawili hamtapatana. Number 2. Mwingine ainue mkono aniambie. Point number 1 ni kuombea lile jambo ambalo linajirudia kila mara. Na tukasoma kitabu ya 2 Kings 20:22. Mfalme na pia akamwambia mfalme, kusanya nguvu zako, jiweke tayari, maana mwakani wakati kama huu. Bwana asifiwe. Mfalme wa Syria amejipanga tena kuja kwako. Kwa hivyo alikuwa anamfahamia kila mwaka. Amejipanga tena kuja. Kwa hivyo jipange, jitengeneze kaa sawa sawa. Na mimi nimetumwa kama nabii kukuambia jipange, kwa sababu lile pepo linakufuata. Lile pepo linaharibu biashara yako. Lile pepo linaharibu ndoa yako. Lile pepo linaharibu watoto wako. Lile pepo linakujaga na magonjwa. Lazima ikifika mwezi wa 4, mwezi wa 3 uraso hospitali. Hilo pepo tunalivamia lipende lisipende. Amen. Tunalivamia lipende lisipende. Hata kama ni kazini yako, maana usemi amina. Tunalivamia lipende lisipende. Hata kama ni angwa yako naona unalipalilia, tunalivamia lipende lisipende. Na kulivamia ni kujua. Maandiko inasema huwezi ingia kumfunga mtu mwenye nguvu kabla hujamfunga yule mtu. Before mshike yule mtu mwenye nguvu, number 1 lazima umfunge. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Praise Jesus. Kuna watu hawako hapa. Praise God. Nitawaleta hapa mahali na waona, maana naona ni kama most especially watu tunakaa hapa. Mnakaa ni kama mnaona siwaone. Ninawaona. Nawaona vizuri sana. Usiposema amina ninakuona vizuri. Praise God. Amen. Kwa hivyo hilo pepo tunalivamia lipende lisipende kabla mwaka uende sana. Amen.
na amina yako inapozidi ya jirani, wewe unapokea zaidi. Nasema tunalivamia, ipende isipende. Si kama umeni understand. Leo nilisema na kuwa na ibada ya prophetic. Kwa hivyo prophetic na prophesy kwa watu ambao wanapokea, si prophesy kwa watu wanapokea. Pia ninaweza kuwa na prophesy, kumbe kuna mtu mmoja kule nje anasikia na anasema amina na nguvu. Baadaye wewe upokee. By the way, tulikuwa na wewe, tulikuwa na Evans. Kuna dada mmoja alikuja hapa akatuambia, pastor, watu wako kanisani hata hawapokeagi kitu. Sisi tuko huko nje tunapokea vizuri sana. Akaniambia, akanichallenge, akaniambia waje nikwambie, naweza kukuambia paka fasi sote ambazo umesoma mwaka huu. Watu wako huko ndani hata hawana haja. Sisi tunapokeaga na tuna benefit tukiwa hapo nje. Amen. Na akanifanya nikachangamka. Tulikuwa na Evans. Na tulikuwa na mtu mwingine sipili na. Hello? Yes. Kwa hivyo naweza sema amina, mtu anasema amina na anaandika na anachukua point, anakuacha tu ukikaaga tu hapa ndani. Kazi yako ni kufanya ushers, kazi yako ni kuimba. Wewe unawa entertain. Unajua kuna mtu hata hujaienda kwa supermarket unapata kuna kitu kama hapo hapo kana entertain. Wewe tu utakaaga kama hapo kitu. Kana entertain, kanafanya tu kwa namna hii. Kana entertain customer wakiingia. Customer wanaingia wanachomoka na mkate, wanaingia wanachomoka na baraka, hapo kanabaki hapo kakientertain. Ama yule mtu mwenye amewekwa hapo na microphone. Umeenda kwa supermarket kama hii December. Ulikuwa unaona kuna DJ yako hapo nje. Yeye anakuambia unga imeanguka. Enda angalia kwake kama alienda na yeye anangoja apewe 200 aenda apige Kenya anapiga chake, lakini wewe anakuambia unga imeanguka paka unaenda pale. Sasa usikuwe entertainer, sema amina. Amen. Ukue pateka. So, number 2 tulisema nataka kila mtu anaongea. Yes. Kupamba mwaka ilikuwa ya mwisho kabisa. Sawa, at least umejaribu. Mpige makofi mazuri. Hata unaona hata makofi mnapiga. Yaani unakaa bila mfano. Napigia mimi vile nawaangalia. Nawapigia hekima sana. Bwana asifiwe. Mimi usifanye kitu ya kunienjoy maana ninakuona. Kwa hivyo kaa uchonjo. Mpige makofi nione. Sasa hapo kufika hapo nitaanza kuuliza mtu mmoja mmoja. Kwa sababu upigi makofi au yuko tayari. Kubamba mwaka wako. Na hii tumeanza hapa saa hii. Na kila mara nitakuwa nikikutabiria. Na hii mambo ya kubamba mwaka sio mambo ya kutabiriwa, ni wewe mwenyewe. You are individual. Sema amina. Amen. Kubamba mwaka ni wewe mwenyewe. You alone. Baba, mwaka huu utakuwa juu. Mwaka huu sitalia tena. Mwaka huu sitaomboleza. Ni wewe unabamba. Na mimi hapo sasa hiyo sehemu yenyewe hata mimi nang'ang'ana sana kubamba mwaka huu. Sema hallelujah. Sema amen. Amen. Nyingine? Sio mbona mnaniambia siulizi wageni, nauliza watu walikuwa hapa Sunday kama 3 nimerudia maneno. Kwanza mpaka nimerudia maneno sana. Mwingine ama hii kanisa ijafika mahali pa mafundisho. Unajua inaweza kuwa ninafanya kitu kingine na kitu. Bwana asifiwe. Kama kuanzia Jumapili nileta kitambaa ya blue. Nilikwambia tu pita juu ya kitambaa ya blue. Ukifika pande ile nyingine umefika namba ya baraka zao. Kwa sababu mafundisho ni kama mtaki. Hebu ni senta moja mjashika. Ikilizi masio ndio. Haya, wasaidieni mimi mmevaa mayo kwa basi. You understand the meaning yenye nasema mtu akuje na kitabu hapo.
Na mwaka huu mimi nitakufukuza kanisa, nitafukuza, ninapewa nafasi ya kufukuza watu chache. Kama unaweza kuja church na una mahali pa kuandika. Bwana asifiwe. Sasa unaona kama Mora sasa amekuwa mtu mkubwa. Anaweza kuja na mahali pa kuandika. Emmanuel amekuwa mtu mkubwa. Niliona amepewa na mama yake kitabu nzuri sana. Jana niliona imetoka cover ilikuwa pale. Usimpeage huyo kitabu, anunue. Elisha wewe umekuwa mtu mkubwa. Hata wewe unasimama hapa kuhubiri aje na uwezi kuja na kitabu. Na ya pili, ninakataa roho ya laana. Unajua unaweza kuwa na laana. Angalia yule my sister. Hebu inua hiyo kitabu yako. Amekuja juzi. At least amejaribu. Hivi ndio kumsege kitabu ukimketi. Ile kitabu mimi nje hapo. Nini yako kwa ile nilipata imechorwa ng'ombe, kachorwa nini? Wanjara yako iko hapo. Hapo juu by the way utakaa kama una kitabu. Mimi sitaki ukae karibu na pastor uleta ugonjwa ya corona hapo. Mtu anakaa karibu na pastor lazima awe na kitabu. Yako iko wapi? Haya, toka nenda leta kitabu. Hapa ni unakaa hapa karibu. Toka immediately. Mwoni ni yako iko wapi? Nikisema unasimama immediately unaniambia. Mwoni. Nimeuliza kitabu iko wapi? Simama vile vile amesimama unaniambia. Mimi kitabu iko wapi? Angombale bako. Nimesema wewe unaleta kitabu. Niliona mama anauza vitabu. Mama unaweza waletea vitabu hapo. Na lazima inaishu kwa nyumba unaongeza sokoni. Unaongeza sokoni. Umesema Wanaweza sifio. Kitabu vitabu linauza size zote A4, A5. So kujia moja. Kama saa hii hauna unaweza ni connect. Umesema ni nini iko wapi ndio tena kwa? Oh. Kwa kufikiria kutoka yuko basi. Hayo mungu ndio ile kitabu. Ada? Kuliga. Kiwacha kuliga wale ni. Tuacha mambo ya kuuza. Unakuja na kitabu kwa kanisa. Jumapili ukipata vile kitabu ninakutuma nyumbani. Kwanza hizo vitabu zilete hapa Jumapili. Nimekuwa nganga alikuletea na kwa hiyo kitu. Kwa kanisa yake kuna vitabu. Na Ezekiel kwanza kitabu yake kwa sababu ni iko na nyota unauziwa shilingi 300. Na ni hiyo yenye ligi ya Kanani. By the way, msipiga bidii hiyo biashara sitakuwa mzuri. Watu wasawi. Hebu piga makofi mazuri. Makofi. Sijatoka hapo. Niko hapo. Aye. Naye. Ngetabu. Jumapili tena utasahau. Jumapili ukisahau hata naomba usahau kwa sababu Jumapili Asha atakuwa na vitabu hapo. Kiingia number 1. Asha, mtu akiingia number 1 unamuuliza uko na mahali pa kuandika. Nitakupea kitabu na kalamu. Hizo pesa zinaweza kusaidia kanisa. Hata msikiti mwake mwingine unanunua hapa. Rose, mwana wao na wewe unanunua ile kitabu. Unakuja na nini? Kitabu. Bado mambo ya kukula chakula yangu kwa nyumba
Mimi sitaki. Ukitoka hapo unanijenga dadi tule kitu fulani mambo ya chakula. Sasa from today nataka nikuone kitabu na usiibe ya mama yako. Halafu kuna watu wana tabia mbaya, anakuja na kitabu ananiachia hapa kwa kanisa. Siku mimi kila Jumapili nikipata kitabu yako hapa nitachoma. Itakuwa kwa dustbin tunatupa. Na kuna watu wengine wametuachia makoti. Hizo manguo ziko wapi? Mwaka huu hatutaki mambo ya manguo yenye arana hapa kwa kanisa. Kuja na jacket yako kisha umeenda nayo. Sikuwa umetuletea uchawi hapa na hatujui. Bwana asifiwe. Watu wanapata ni watu wazima. Anakuja anaacha jacket, mwingine mpaka anaacha pampers, mwingine mpaka anaacha nini? Sasa hizo vitu tafadhali tubadilishe mwaka huu. Sema amina. Wewe kitabu iko wapi? Ade? Leo ulijaribu kabeba Bible. Ayusho hiyo Bible huko kwa hapa ndani. Bwana asifiwe. Kuanzia Sunday nataka nione kitabu. Huwezi kaa karibu na pastor. Na mambo ya leta hii. Mambo ya kuniletea makaratasi hapo. Leta hiyo karatasi hiyo. Karatasi. Sitasoma barua. Sasa mambo ya kuniletea karatasi hapa sitaki. Nataka kitabu. Kitabu. Tafadhali sio wageni. Wageni nyinyi kujeni, kuna wakati wa neema. Lakini nimeshukuru kwamba my sister is a guest, ni mgeni, but amekuja na kitabu nzuri sana. Bwana asifiwe. Sasa hata nikiwafukuza nyinyi wote nibaki na yeye hapa, naona ni wa maana kuliko nyinyi. Maana ni mgeni na amekuja na kitabu. Ule sister amekuja juzi, ameanza kuja na kitabu. Mungu ina. Alimu inaleta kwa chini ikakuwa ni bado ni kitabu ni kalamu ni Biblia. Kwa mtu ikalao nimekuja kwa. Sema amina. Sema amen. Amen. Na hiyo ni injili hapa ni potofu. Ni injili ama ni potofu? Okay. Gradi si yake au nini? Unaona hata gradi si mwenyewe anajua hiyo kitabu sio ya kutoa mbele ya watu. Ananiambia yeye kega. Yaani anataka nitoke hapo haraka. Bwana asifiwe. Hii ni wewe unaandika. Na unajaribu lakini hasa kuja na kitabu. Thank you. Simunipigie makofi maana mimi nafanya kazi hii. Wacha niulize, kuna kitu nimefanya kibaya? Niambie ukweli. Kuna kitu nimefanya kibaya? Inaweza kana mwingine amekasirika kwa sababu nimefanya kitu kibaya. Ukwambie kuja na kitabu ni vibaya. Ukienda sokoni unaenda na nini? Na kikapu. Ukienda shule? Ukienda clinic? Unatafuta hiyo kitabu hivi ya clinic na kana kwa kadogo umekaficha hawezi haribika. Lakini hasa mambo ya kitabu. Hapa sasa hivi mmejipanga. Naambianga watu Mkristo mzuri hata watoto wa shule of course leo tunawaombea. Wakirudi shule ukinunua vitabu vyote katikati ya kitabu mwekee hata Biblia. Inakuwa ni vizuri. Inakuwa ni ya baraka. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema mwaka huu Baba, ondoa ujinga. Ondoa kiburi. Maana kiburi ndio kinasababisha usikuje na kitabu. Uko juu sana. Wewe huwezi kuja na kitabu. Uko juu sana. Hiyo kiburi nilikuwa nayo na nilikuwa naambia watu hapa jana wa praise and worship. Nimekuja kulia race shoes nikasema kai. Mbona ujinga ulikaga ndani yangu? Sikuwa naandika wakati mhubiri alikuwa ananiambia. Lakini sile niliandika za mwisho zinanisaidia kuendesha huduma. Hii vitu ya kuandika utajipata you never know. Hata kama wewe ni dada uko hapo, unaweza jipata kimtu kinakuoa ni kipasta. Na lazima sasa mhubiri hapo mbele. Unaweza pata wewe ni ndugu uko hapa. Kesho Mungu amekuita. Unakuwa mchungaji. Ile kitu invest itakusaidia kwa njia ya kubwa. Sikiliza, waacha hiyo ukora tunakuwa nayo
ati ukiitwa na Mungu, Mungu anakupa gift ya kuhubiri. Hakuna gift ya kuhubiri. Gift inapatikana kwa masomo. Sema amina. Na una copy from somebody. Mkiwa hapa mnaendelea kukopi. Sema amina. Wewe kitu utafanya kizuri ni kukopi na paste. Mimi nikikupata huko unahubiri kama mimi sitakasirika. Ninajua like father, like daughter. Mtoto wa nyoka ni? Sasa nikikupata hapo unazikazika tuchawi, ninajua hako kama mtu kanaweza kuwa kanatoka kitani. Nikisikia tu mtu mako mahali, sikia wachawi, nitawazika ninyi wote. Naanza kufuatilia hiyo sauti. Hata kuna mtu ananiambia, "Pastor, wewe ukihubiri kama pastor fulani." Ninajua huyo pastor tulikuwa na yeye ni mtoto wa nyoka. So na wewe unakuwa na mahali pa kuandika, itakusaidia. Hata unaweza kujua Biblia, lakini katika zile verse nilikufundisha uende uangalie moja wapo usome, kumbe linafungua maisha yako. Sema amina. Kwa hivyo usio mpuuzaji. Mwambie jirani usio mpuuzaji. Mwambie waacha kiburi. Mwambie waacha kiburi. Hebu tupige makofi ya kuendelea basi. Mimi hapo kwa kuja na kitabu ninaweza shinda hapo kwa sababu hakuna haja tukuone tunafanya mambo ya wakulima. Naweza kukwambia fungua mahali ambapo tulisoma mwaka fulani, tarehe fulani, mwezi wa 8. Fungua. Na utafungua hapo, itakubariki. Lakini tukikuja hapa kile Jumapili tunakupatia kitu ambacho ukimaliza unamalizia tu pale na unaenda nayo, sio vizuri. It's not good. Sema amina. Na kwa sababu ya hiyo nimeanza kupanga ibada. Unajua mwaka mpya tunaanza kupanga ibada. Watu wote mko hapa kujeni vitu vingine. Nimechukua sekondi yangu moja. Anza hii viti kijaa unarudi kingine. Sijamaanisha musonga hivyo. Ninamaanisha hii viti kijaa. Leta watoto kwanza wanaweka mbele wanakuwa baraka. Watoto ndio wanakaa mbele. Kama huna leso, una maleso pale unakaa vizuri. Kuanzia mwezi wa pili tutaanza kuona vile mnaenda kufundishwa. Kama kuna kiti wote simefanya hivyo kwanza wewe ufanye unafaa kunisaidia hiyo kazi. Ungekuwa vile nimesema hivyo unasimama unafanya. Alafu ukitaka Mungu akubariki na mtoto mwingine, ukionaona huyo ameenda unamwambia enda Sunday school. Enda Sunday school. So unakuwa ni unafanya vizuri. Hii simu ya nani? Asante, nisaidia kwa saa. Mungu akusaidie wewe kuweka profile nzuri. Na vinya hivi nasukuka kidogo. Nafikiria ni yangu ikienda kufinya na nasukuka kidogo. Tulikuwa namba ngapi? Namba 3. Namba 3 tumesema? Unaomba msamaha tena unaambia Mungu nisaidie niweze. Omba msamaha kwamba kuna kitu ambacho nilisema sehemu mbili. Namba 1, kuna kitu kuna nadhiri uliweka ya kimungu. Ukasema Mungu mwaka huu akini na mimi nasikia ninunue vitu vingi. Lakini mwaka ukaisha haukufanya nini? Haukununua. Shetani maybe alikutaka kwa njia ile nyingine. Hapo ndio nilisema unamuomba Mungu msamaha, unamwambia Baba, nilikuwa nimekusudia kufanya hiyo kitu lakini haikufanyika. Kwa hivyo Mungu nisamehe. Alafu na pia nikasema kuna nadhiri nyingine uliweka yako. Ukasema kwamba Mungu mwaka huu ninataka nihakikishe nimejenga nyumba. Nataka nihakikishe nimeanza biashara. Na hukuanza mwaka huu. Kuna vitu vikakutega hapo haukuanza. Unamwambia Mungu nisamehe kwa sababu Baba nilikusudia nifanye 1 2 3 lakini sikufanya.
Hizo vitu mbili tunatubu, tunamwambia Mungu tusamee. Nyingine tusaidie, maana wewe ndio naona msaidizi wa hii kanisa. Hakuna uchu ingine. Bwana Yesu asifiwe. So unaona sasa maana ya kukuja kuandika itakuwa inakusaidia. Unajua mimi mara nyingi natoa vitu kwa akili. Sasa naweza toa kitu kwa akili nikufundishe na ikienda iende. Ni vile tu mimi natoa kitu kwa akili na namfundisha, after hapo ninaanza kuandika. Naandika kwa sababu ninajua inaweza kuja kunisaidia mahali pengine. So ni vizuri wakati unafundishwa unaandika. Na usiwe na roho ya madharau. Roho ya madharau ni roho ambayo unataka kuandika, yani hiyo tunaita ni kiburi. Yaani unajiona ni kama uko juu sana lakini huna akili. Lingine ambalo tulisema ni kwamba nataka uelewe kwamba pepo inakuwa na majira yake. Pepo ina muda wake. Pepo ina kipindi inafanya kazi. Pepo ina kipindi inafanya kazi yake. Nilisema hivi, hata kama ni wachawi hawawezi kukuroga kama sio wakati wao. Na kama ni wakati wao, hata ukijaribu kukemea kutoka ni ngumu sana. Na ndio maana tunafaa kuwa keen kwamba pepo isipate muda wa kuingia. Ukisoma Waefeso 4:27 inasema msimpe shetani nini? Nafasi. Maana akipata nafasi aingie, kutoka ni ngumu sana. Ni kama wale watu walisema kuingia Mombasa ni rahisi, kutoka ni matata. Sasa pepo ikiwa na muda wake ikuje kuvamia, kutoka ni ngumu sana. More especially pepo ya wakati. Na hapa tukaona kwamba Yesu alipoingia katika nchi ya Wagerezi, alipata pepo iko pale, mtu ambaye amepagawa na pepo anakaa makaburini. Na ile pepo ilipomuona ilikimbia kwa Yesu ikamwambia, Bwana, kwani umekuja kututesa kabla ya wakati wetu? Which means ile pepo ilikuwa na muda wa kukaa pale. Na kwa sababu Yesu alielewa na anajua, niliwafundisha hapa mwaka uliopita kuhusu principles, kanuni za kiroho. Yesu anaelewa kuhusu kanuni. Kama pepo ni wakati wake, hawezi kuiondoa. Akasema basi, ile pepo ikamuuliza, Bwana, tunaomba basi kwa sababu huyu unasema ututoa hapa, tunaomba utuache tuwaingie hawa nguruwe wako hapa. Yaani tusitoke katika hiyo kijiji. Tusiondoke hapo. Halo? Yes. Majini yanakuwa na mahali yanakaa. Majini hayakai kila mahali, yanakuwa na mahali yanakaa, na yanakaa kwa muda wake. Hayakai permanent, hapana. Yanakaa kwa muda wake. Kama ni kona mbaya, kama ni black spot, kama ni nini, majini mapepo iko hapo, inakaa kwa wakati wake. Na ikifika majira yake ya kuondoka inafanya nini? Inaondoka. Sasa understand kwamba pepo inafanya kazi kupitia kwa wakati. Na ili na wewe ufanye kazi kwa njia inayostahili, unahitaji kuelewa wakati. Na ndio maana Mungu anasema mimi ni Mungu wa nyakati na majira. Halo? Sikiliza niwaambie hivi. Maana nikisema pande ya pepo nitakuwa nikikuambia sehemu moja. Hata Mungu anafanyaga kazi kwa wakati. Sema ndio pastor. Msemi, sema ndio pastor. Mungu anafanyaga kazi kwa majira. In time. Ndio maana anasema mimi Mungu wenu ni Mungu wa nyakati na majira. Sikiliza. Katika ulimwengu, na nataka unielewe, ni watu tu wamekopa wataelewa hii. Katika ulimwengu wa kiroho, kuna saa Mungu atataka kufanya kitu na akisifanyike. Mnanielewa kweli? Naomba nisikuchanganye. Hebu nisomee kitabu cha Yohana 2. Kuna wakati ambapo umekusudiwa na Mungu akifanya kazi kwa wakati ambao sio wake, hiyo kitu kinaweza msumbua sana. Kinaweza muhangaisha. Sijui kama ni hapo kusoma moja. Biblia
moja Biblia inasema na siku ya tatu palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya. Naye mama yake Yesu alikuwapo. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata siku divai ilipowatindikia. Ngoja kidogo ndio tupate message kwa hapo. Huyu ni Yesu amealikwa harusini na kulikuwa na sherehe kubwa, watu wakaja wengi, wakapewa ile juice ambayo inaitwa divai. Divai haikuwa pombe, lakini watu wanaichukua kama pombe. Ni mzabibu fulani ambao kwa kiwango fulani unalewesha. Bwana asifiwe. Ni kama majani kwa kiwango fulani inalewesha. Ni kama hujawahi jua. Inalewesha, ina kapaseti fulani inalewesha. Ndio maana unaambiwa usitumie majani nyingi. Hamjaiona mtu kama atakunywa chai ya majani kichwa inamuuma. Ni kama ule mlevi ambaye kama kunywa pombe kichwa pia inamuuma. Sasa define ni hiyo tu, nina explain ndio uelewe. Sasa ameingia hapa, watu wamejaa, wamepewa juice, wengine wamekosa. Watu wakaenda kwa Yesu. Sawa. Divai ilipowatindikia, mamaye Yesu akamwambia. Yesu sasa anaambia Yesu, ni mama ya Yesu anaambia Yesu. Hawana divai. Hawana nini? Divai. Yesu akamwambia mama yake. Mama. Wewe mama. Tuna nini mimi na wewe? Sasa yangu soma vizuri mazi. Saa yangu haijawadia. Sawa yangu haijawadia. Kwa njia nyingine nimwambia ndio ninaweza fanya miracle hapa, lakini sio wakati wake. Lazima muda wake ufanye nini? Ufike. Kama angenifuata msisimuko na kufanya kwa ule wakati, angeweza kutenda muujiza. Ndio maana alimwambia saa yangu bado. Na ukweli saa ilipotimia, aliendelea kwenda chini. Mama akaenda akaambia wale watu kienye atawaambia mkitendea. Endelea. Mamaye akawaambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Basi kulikuwako huko mabalasi 6 ya mawe, nayo yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi, yakatawadwa kila moja lapata kadri ya nzio 2-3. Yesu akawaambia, jalizeni mabalasi maji. Haya, waachie hapo mabalasi. Maana wengine hata hapo kumuita mabalasi, mwingine anaweza sema ni farasi. Chana tu hapo sasa. Mabalasi ni zile chungu yenye mwili hapa kusi. Sema amina. Mwingine anaweza kufikiria ni mafarasi 3 ndio kijacho juu ya maji. Sasa point nilikuwa natoa hapo ni kwamba Yesu alikuwa na willing kutenda, lakini sio majira yake. Nikasema pepo ina majira yake ya kuingia ama kufanya kazi kwako. Na ndio maana uweze jiuliza, nataka ujue kitu kimoja hivi. Leo nataka ufahamu. Na kama hujawahi fahamu leo nataka ufahamu. Na nataka niulize swali. Baba, wachawi wanaroga mtu mchana ama usiku? Kwa nini sio mchana? Sio kuonekana. Mnyinyi hamjaelewa pointi yangu hapo. Kwani mchawi unafikiri unaweza hata saa hii bila tuko hapa. For example, kwa sababu mimi niko na roho, tuko na wachawi 3 hapa hivi wamekaa. Lakini wewe uko kando unawaona? Bwana asifiwe. Wanaweza kuwa wanakuroga roga hapo ndio usiseme amina. Kwa sababu wanajua amina ni kusema na iwe hivyo. Bwana asifiwe. Huwezi wajua. Lakini assignment ya wachawi nyingi ni kufanya kazi usiku. Wanaenda kwa milima usiku. Wanaenda kwa viwanja usiku, kwa majumba zile ambazo hazijaisha ama hazikaliwi na watu usiku. Wanakuja kwa nyumba yako. Wao huwezi jiuliza kwa nini mchawi asunguke nyumba mzima usiku, asunguke usiku, anapiga mabati hata mvua ikinyesha. Ni majira yake, ni wakati wake. Ukifika wakati na hata wanakuambiana wenyewe.
Wanakuambia ikifika saa 11 unajua saa yao imefanya nini? Imeisha, ama saa 8 kulingana na ile assignment wamepewa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Ukisoma kitabu cha Genesis 32:22 inasema Yakobo aling'ang'ana na nani? Na malaika. Na ile malaika alipoona kunafanya nini? Kuna pambazuka, akamwambia tafadhali niache niende maana kuna pambazuka. Kwa sababu assignment ya yule malaika ilikuwa ni hiyo wakati wa usiku. Kwa hivyo ikikuja wakati wa mchana, ile kazi alikuwa anafanya haitafanya kazi. So akamwambia niache, na alipoona anamshikilia, jamaa akamtegua, na hata kumtegua jamaa bado akaendelea kumshikilia. Mpaka huyu jamaa ikabidi aseme neno ili awachiliwe isikuwe nini? Isikuwe asubuhi. Halo? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So, mapepo yanafanya kazi kwa wakati. The same God anafanya kazi kwa wakati. Kuna wakati Pastor Evans anaweza kuwa anatumika hapa kwa madhabahu. Na hapa ndipo washirika wengi na Wakristo wengi hawajaelewa. Pastor ana nguvu za Mungu. Lakini anaposimama hapa ni Mungu anaingia ndani yake kukutumia. Akikuwekelea mkono mapepo inafanya nini? Unapona. Pastor akiondoka hapa akikaa kwake anakaa hana nguvu. Swali nataka nikuulize. Siku moja Yesu alikuwa anatembea kwenda kwa Jairus. Akiwa njiani anatembea, msongamano wa watu ukajaa. Alafu akiwa anaendelea kutembea, safari inakuwa makoma, mwanamke mmoja akaja akamshika. Alafu nguvu zikafanya nini? Zikamtoka. Alikuja kwa wakati ambao usiostahili. By the way, unajua safari ya kwenda kwa Jairus iliishia pale. Kwa sababu zile nguvu alikuwa anaenda kufanya nazo kazi kwa Jairus ziliishia pale. Yesu akaanza kung'ang'ana akasema hapana, kuna mtu amenishika. Wanasema Bwana, kila mtu wako hapa si anakushika. No, nimesikia nguvu zimefanya nini? Zimeniondoka. Yaani kwa njia nyingine zile nguvu sasa, for example vile niko hapa, nguvu zinafanya kazi. Na kuna wakati nikiondoka hapa hizo nguvu hazipo. Ndio maana mama mwingine nilikuwa namuongelesha, ana time mpaka sasa ile naombea wagonjwa hapa akuji kabisa. Lakini sasa ile nimemaliza kuomba, huyo mama anakuja hapa. Ananiambia pastor, ndio nasikia mgongo sasa ilikuwa. Namuuliza, wakati nilikuwa pale ulikuwa wapi? Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo Mungu anafanyaka kazi kwa majira fulani na wakati fulani. Ukikuja kwa wakati ambao sio wa kimungu, inawezekana nguvu za Mungu zisipendeke. Inawezekana. Na hapa ndipo naulizaka watu swali. Kuna mahali Yesu aliombea wagonjwa wako kupona? Ndio, hapana. Kuna mahali Yesu aliombea, maana tunasema hakuna kitu kinashindana Yesu. Kuna mahali Yesu aliombea wagonjwa wako kupona? Are you sure? Bwana asifiwe. Sasa kama Yesu aliombea wagonjwa hawakupona, tuachane hiyo ya kutenda muujiza. Huyo ndio muujiza wa Yesu wa kwanza wa kutengeneza divai kuwa yaani kutengeneza divai. Lakini muujiza mwingine, Yesu alienda katika nchi ya kwao. Akajaribu kuombea watu. Katika kipindi kile, ukisoma kitabu cha Luka 6, kile kipindi cha kwanza wakati wa Mungu, miujiza ilikuwa inatendeka. Lakini ilipofika wakaanza kumkwisha na kumuuliza maswali, ikapoteza muda kwa kuulizana. Hasa Yesu alipoendelea kuombea wagonjwa hawakupona. Maana hiyo wakati ilikuja kwa wakati wake. Watu wengine wanasema neema inakuja kwa wakati. Not neema inakuja kwa wakati. Nguvu za Mungu ndio neema. Zinakuja kwa majira inayostahili. Zikikuja kwa majira ambayo haistahili, utapata kwamba haitafanya kazi. Hebu pigia Yesu makofi. Naona kwa mtu amelala. Kuna mtu amelala, piga makofi mazuri. Makofi ya baraka. Amen. Na jambo lingine ambalo nafikiria tulisoma, hiyo ni kukumbusha yale ambayo tulisoma, because mtakuwa ni kuweka foundation mpaka tumalize hii Januari. Nilisema kwamba jua kuomba wakati mwaka unaanza. Nikasema number 1, kuombea lile jambo linajirudia kila mara, linajirudia.
wewe uliolewa, ikifika mwezi wa 3 ndoa yako ndio inakuwa na shida. Alafu ikitoka hapo inaenda tena inangoja tena wakati huo. Tukasoma kitabu cha Matendo ya Mitume 12 mstari wa kwanza, ikasema hivi ya kwamba Herode akanyosha mkono kuwatesa baadhi. Inaanza hivi: panapo majira yale ya panapo wakati ule ule, yani kwa wakati fulani, Herode mfalme akanyosha mikono kuwatesa baadhi ya Wakristo kanisani. Akamshika Yohana ndugu yake sijui nani, akamuua kwa upanga. Na alipoona imewapendeza Wayahudi, tena akangoja kwa wakati ule ule. Halo? Tena akamshika mwingine anaitwa Peter, akataka kumuua. Lakini hapa kanisa likafanya nini? Nikaomba. Nikasema jambo linajirudia kwa wakati ule ule. Mara nyingi ni kitu tunakuwa nacho kinaitwa wivu. Sio wivu, inaitwa uvivu. Uvivu inaitwa laziness. Uvivu inafanya jambo linajirudia kila mara. Praise God. Praise Jesus. Fanya mkono hivi. Uvivu ya kwamba unajua hili jambo linajirudia, lakini wewe unaendelea na hali yako ya kawaida. Biblia inasema wakamshika Yohana wakamuua, na kanisa lilikuwa pale limetulia. Tena Herode alipoona hakuna mtu aliuliza, hakuna mtu aliombea hilo jambo, hakuna mtu alikemea, tena akasonga mbele, akamshika pasta mwingine anaitwa Peter. Ikawa ni siku ya Pasaka, akasema tutamtoa baada ya Pasaka kuisha. Lakini Biblia inasema kanisa likaomba. Kanisa lilikutana wapi? Yerusalemu. Kanisa lilikutana wapi? Kuomba. Matendo ya Mitume 12. Kanisa lilikutana wapi? Kanisa lilikutana kwa mama mmoja anaitwa Mama Roda. Halo? Ama kwa Simeon. Mzee wake alikuwa anaitwa Simeon. Kanisa lilikutana hapo usiku, wakaanza kufunga na kuomba. Biblia inasema walipokuwa wanaomba hapa, malaika akashuka. Malaika hata hakushuka pale kwao. Alishuka wapi? Kwa Peter. Wakati unaomba malaika huwa anashuka kwa lile jambo. Wakati unaomba malaika anashuka kwa lile jambo linawasumbua. Malaika alishuka kwa Peter, milango ya gereza ikafunguka. Zile minyororo alikuwa imefungwa zikamuondoka. Kisha malaika akamuongelesha akamwambia, vaa viatu vyako, vaa na nguo zako, toka twende. Jina la Bwana lipewe sifa. Na akaondoka. Malaika akamsindikisha kilindo la kwanza, la pili, la tatu linalowekea mjini, akamwacha. Akamwambia nenda sasa. Peter akaenda, naona ni kama ilikuwa saa 5, saa 6, Peter anaendelea kutembea pole pole. Alafu wa mama kwa hii nyumba ya Roda, ya Mama Roda. Tuna Mama Roda na tuna Mama Rosa. Ya Mama Roda wakakutana pale, wakaanza wanaomba. Oshakatakarabazo ripasatayarabo. Hatuna kataa, hawatamuua vile waliua Yohana, hawatamuua vile waliua mwingine. Tunakataa hii pepo ya kujirudia. Wameshikana mikono, ile nyumba ilikuwa fujo, lakini katoto kalikuwa pale kama watu unaona wako shughuli zao. Kakawa kanatembea tembea, kakafika karibu na mlango, kakasikia mlango inafanya nini? Inagonga. Katoto kalipoenda kuchungulia kwa mwenya, maana lazima kachungulie ni nani. Kakaona ni nani? Ni Petro. Kakakimbia kakawaambia. Sasa zingine tusipuuzage watoto. Kakamwambia, "Pita kwa mlango." Wakamwambia, "Wewe, acha kusumbua, unatusumbua tukiomba." Reka papa Peter akaendelea kupasha. Tena ule dada akakuja. Akamwambia, "Pana, Peter nimemuona." Mmoja akasema, "Wacha tuende tuchungulie, labda ni mchawi hapo kwa mlango." Na ukweli walipoenda wakapata ni nani? Ambia jirani yako kuna nguvu katika maombi. Mwambie wacha uzembe. Mambo yanaendelea kuharibika kwa ndoa yako, yanaendelea kuharibika kwa biashara yako, yanaendelea kuharibika kwa hali zako kwa sababu ya uzembe. Wacha uzembe, inuka, omba. Ukiona mume ameanza kwenda kando, sio wakati wa kukula chapo na maandazi, ni kuanza kuomba. Ukiona vitu vinaharibika, ni wakati wa kumuita Mungu. Uvivu umesababisha vitu vimeharibika. Uvivu
kwa maombi itajulikana wewe ni Mungu. Yaani vitu vingine ni uzembe tu. Ndio maana vitu vinaharibika. Ndio maana vitu havionekani. Lakini mwaka huu uzembe uondoke. Mwaka huu nataka nione wamama wanakuja maombi ya asubuhi hapa. Sema amina. Mwaka huu nataka nione wamama wanakuja maombi ya asubuhi hapa. Mwaka huu nataka nione watu wako na yaani kwamba wewe unafikiria Mungu anaweza ingia kwa mambo yako kama una uzembe. Tuko na mkutano ya Jumatano hauonekani. Tuko na mkutano wa kesha hapa hauonekani. Tuko na mkutano hapa wa mama wanakutana ushirika, wewe mmoja wa wamama hauonekani. Unakaa tu vile unavyokaa, hata ujulikani kwa sababu ya uzembe. Ukiulizwa ni nini? Pastor, sijui nini. Uzembe itafanya vitu vitaribika. Kagonjwa kanaanza hivi kidogo, kanalipuka kanakuwa kakubwa. Ukitaka mwaka huu tufanye mambo makubwa. Simuliniambia mko tayari kuchukua maono ya church. Haya maono ya church ni uvivu itafanya haya maono yafanye kazi kwa maisha yako. Sikiliza, haya maono ni ya kanisa. Lakini unakuja unakata unaenda kufanya nini? Na ndio maana nilisema mtu mwerefu unachukua na sacrifice. Unaenda na hiyo maono. Sikiliza, kama uko under my grace utachukua haya maono yatafanya kazi. Nikisema kwamba huu mwaka ni mwaka wa kufanya mambo makuu, unatoka hapa na hilo neno unasema amina. Nashikilia maono ya kanisa kwamba mwaka huu nitafanya mambo makuu. Mwaka huu nitafungua biashara na itakuwa kubwa. Na hivyo ndivyo Mungu atafuata. Sema amina. Lakini uzembe itakufanya utabaki pale. So, leo mimi nitafanya sehemu yangu. Na nikasema hivi, ukitaka mambo yawe mazuri. Nani yako na nisaidia nikachukua. Ile ambayo sio kubwa sana. Bwana asifiwe. Hii ni dunia. Nataka nikwambie, hii ni mwaka wa 2025 mzima. Huu ni mwaka mzima wa 2025. 2026 samani. Ni mwaka mzima wa 2026. Lakini huu mwaka wote unaweza ikunja namna hii. Unaweza ikunja mwaka mzima namna hii. Uishike hivi. Utembee nayo hivi mwaka mzima. Hello? Ni very easy, simple. Mwaka utakuwa mgumu kwako. Mwaka utakuwa mzito. Ni kukunja tu mwaka hivi. Na ili ukunje mwaka ukae kitu kidogo kwako. Number 1. Sema focus. Sema focus. Na sauti. Na sauti. Wacha kiburi. Na sauti. Focus. Number 2. Uondoe kitu kinaitwa fear, uoga. Sema uoga. Number 1 ufocus. Na focus kwa maono ya kanisa. Pastor alisema mwaka huu utakuwa ni mwaka wa nini? Sema wa kukula chia bugata. Mwaka wa kufanya nini? Wa kufanya mambo makuu. Na vazi letu ni kitabu cha Danieli 11:32. Inasema wanaomjua Mungu watakuwa hodari na watafanya mambo makuu. Utatembea na hiyo vazi. Utaishi na hiyo vazi. Mwaka utakuwa kitu kidogo kwako. Number 2, nikasema uvivu ndio inasababisha utoke hapa uende kukaa kwa mtu anafanya biashara yake. Wacha nikwambie hapa kama unafanya biashara. Ukiona mshirika yeyote wa kanisa anakutembelea kwa hiyo biashara, kupiga story, huyo ni mchawi. Huyo ni nani? Huyo ni mroho. Anataka kuroga biashara yako. Mnaanza kupiga mastori na wao, watoto wametembea sana. Mnaanza kupiga mastori na wao. Sijui hata mwingine hapo wapi. Ule nani yuko Gladys, tafadhali Asha umsaidie. Gladys saidia ule. Anafanya kazi maana anatoka nini? Saidia nini? Mmoja akiwa nje, mwingine hapo ndani. Na kama kuna mshirika mtu mkubwa hapo nje anafanya makosa plus makosa. Na tena ya pili nikasema ibada ya siku ya leo. Don't allow the devil akuondoe. Maana leo nitafanya ibada kubwa sana. Utakuwa umeroga mwaka wako, utakuwa umemaliza mwaka wako, utakuwa umemaliza vitu vyako vyote. Sikiliza, foundation ni kitu kizuri sana kuliko kila kitu. Sema amina. Of course Biblia inasema heri mwisho wa jambo kuliko, lakini foundation ni kitu cha maana sana. Misingi. Usipoweka msingi, vitu vyako vyote vinaharibika. Utaona ni kama unaendelea lakini without foundation itaharibika.
Don't make shetani akwambie siku ya Sunday unaweza tembelea mambo yako na ndia Sunday ya kwanza ya mwaka. Hiyo anaharibu foundation yako na itaharibika kabisa, na utakuwa unalia wengine wakiendelea. Nimesema kwamba mwaka unaweza ishika hivi, unaweza weka kwa mfuko utembee nao, unaweza tembea nayo, unaweza ishi nayo, unaweza kaa nayo mwaka. Lakini very simple. Number 1, usikue focus. Number 2, uache uoga. Sema amina. Sema haleluya. Hawa watu tena wamenyamaza, hao wameanza kusema amina. Sema amen. Uache uoga. Number 3, uache uvivu. Kando kwamba ni kuamka asubuhi na kuomba, lazima you must to do something. Lazima ufanye kitu. Kama hujafanya biashara, jaribu mwaka huu, maana ni mwaka wa makubwa. Mungu atatenda makubwa. Amen. Usikae na uzembe. Sema amina. Amen. Na washirika, kitu ambacho zaidi kinasaidia, wacha kufocus kutafuta kazi. Ukipata ni sawa, lakini focus kupata kwanza biashara. Anza kakabuni kako kakuuza kangumu. Anza kakabuni kako kakuuza kangumu. Anza kakabuni kako kakuuza makaa. Anza kakabuni kako kakuuza. Kama mlikuwa mnauza na ukafika mahali ukaanza uzembe, jua hakuna muhindi ataenda kukuachilia, na kama utaenda kuachiliwa na muhindi, hautapata nafasi ya kumwabudu Mungu. Anza tu kakabuni kako. Wale ambao mnatafuta kazi ni sawa, na wale mnataka muende pia Saudia, Lebanon, Qatar, nitawaombea. Mwaka huu lazima mtaenda kama unaenda. Lakini unaenda kutafuta capital, si unaenda ufanye kazi. Unaenda kutafuta nini? Ya kwanza biashara. But do something this year. Maana hatuwezi sema ni mwaka wa kufanya mambo makubwa, lakini watu hawafanyi chochote. Kama una panda, hata kama ni sukuma, panda nyanya, panda nini. Mama yenu hapa sasa mkimuona, yeye anawaambia anauza vitabu. Hello? Yes, anawaambia anauza vitabu. Sasa wewe mbona ukae hivyo? Yeye amepiga hesabu, amejua watoto go back to school. Amejua kitu nitafanya, waje niende nitafute vitabu niuzie wazazi. Alafu wewe unataka kukaa mzembe hapa. Hello? Sikukatazi hata uache kazi ambapo mahali umeajiriwa, usijaribu kuacha kazi. Lakini ukiona ni kazi ya kukupotezea wakati, wasting your time. Bwana asifiwe. Amen. Unaweza waacha. Ukiona ni kazi ya kukupotezea wakati, acha ni utafute. Bora Mungu akupe capital, utafute biashara nzuri ufanye. Hao watu wanisikilizi, wanaangalia watu wanaingia. Pigia Yesu makofi mazuri. Ninasema hivi, mwaka huu Mungu akusaidie. Kama unafanya biashara, ninaomba uongezee. Naomba ipanuke. Lakini kama ufanye, tafadhali nenda anza kufanya biashara. Ili kanisa itakuwa rahisi sana kufanya mambo wakati kila mtu anafanya biashara. Sema amina. Amen. Vijana mko hapa, kama unamaliza shule, wacha kukaa. Fanya, do something. Na ile something inaweza kuambia iko rahisi kidogo, ni kujiajiri wewe mwenyewe. Lakini kama utapata kazi pia ni sawa. Because huwezi jiajiri kama una kitu cha kwanza. Lakini usikae. Ukitaka mwaka ukue kitu kidogo kwako, do something. Nimesema number 3, si ndio? Yes. Number 4. Ukitaka mwaka ukue rahisi kwako, don't waste your time. Usikuwe na wakati wa kupoteza, na ndio maana nimesema hivi. Mtu mwerevu saa hii kukunja mwaka hivi. Piga hesabu, Januari nitafanya hivi. Mwezi wa pili nitakaa na mpangilio. Mwezi wa pili nitafanya hivi. Mwezi wa 3 nitahakikisha nimefanya hivi. Mwezi wa 4, yani uenda nyumbani, kaa, chukua timetable, chukua calendar. Piga hesabu, kufika mwezi wa 8 nitafanya kitu fulani. Mwezi wa 9 mwaka utakuwa kitu kidogo kwa mwaka. Sasa watu wameanza kusema Januari, kwa sababu tayari ameshaona. Na unajua Januari ninakuwa na masiku nyingi kwa mwaka mzima, na wiki nyingi.
Sasa mtu ameanza kuona tutamaliza wiki saa ngapi? Lakini ukiwa mtu ambaye unakuja mwaka Januari unaiona ni kitu bure. Maana umeiweka kwa program. Kitu chochote hakina program kinakupotezea muda na unaona muda ni kama umeenda. Halo? Na hapa lazima tuelewane kuhusu muda. Sema kuhusu muda. Ninaongea mambo ya kiroho, ninaongea mambo ya kimwili. Kuhusu muda, number 1. Leo at least mmejaribu kidogo. Tikatoka yana kila kitu na moja kwa tema hii. Leo mmejaribu kidogo. Ili muda wako usipotee, number 1 inategemea ile muda unakujaga kanisani. Wakati wote tuko na mazoezi, tuko na nini na service hapa kanisani. Inategemea unakuja saa ngapi. Halo? Yes. Halo? Yes. Wacha nikwambie leo hivi. Hebu angalia ile kitanda yako ukiwa hapa. Nataka uangalie kitanda yako na mattress yako na kina blanket yako. Hebu jaribu kuangalia hiyo vitu. Lakini kama utakuwa rafiki ya blanket inaitwa duvet. Mbona ngoja muone. Hiyo blanket na mattress na kitanda na hiyo nyumba yako nzuri. Jaribu kuwa adui yake. Lakini ukilala, na niliwaambia vile wamama wanalala mpaka naekelea mkuchu ya mtoto juu mpaka ananyonga mtoto. Alafu kuna yule akilala lazima ajimwagilie maji. Ianze hapa. Inachora mpaka inakuja kwa masikio, nyingine inaingia kwa masikio ndani na nyingine hapa. Alafu wewe ndio unaenda kumwamsha kwa anaamuka. Umeniamsha. Alafu ukimuona ni mama, lakini mata amejimwagilia. Of course kila mtu ana style yake ya kula. Hiyo sio mbaya, kumwaga mate nao sio mbaya. Hiyo ni style yako ya kula. Na kuna mwingine anamwagaga pengine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kataa mambo ya usingizi. Waswahili walisema apendaye usingizi atafanya nini? Atakufa maskini. Na atakuwa na wivu. Ukiona mwingine ameamka mapema, anafanya kazi yake, utakuwa na wivu. Ukiona mtu amenunua gari, unaanza wewe enda angalia kama tajiri atawahi sema hiyo ni Illuminati. Wakati mtu ananunua gari, mwenye anasema hiyo ni Illuminati ni nani? Na kitu kingine nataka mjue leo hii, na ndio maana tunataka tuikatae roho ya umaskini. Umeiona mtu ambaye ni tajiri akifa mchana? Lakini kaa umeparara, unakaa nguo zimechafuka na umekaa mzee, watu watasema huyo mwingine inaoma. Lakini mtu tajiri amenona anakuja hivi, yaani ako na mali zake. For example, ndio mtu hivi example, for example kama Silkijuki ni mzee sana. Wewe kabisa unaweza mchawi. Hakuna. Maana mchawi wewe unajuaga anakuwa hakuwa smart. Mchawi namba 1 ambaye nguo nzuri. Sasa ni maskini ndiye anajulikana. Yaani hiyo picha ilikujaga, na ndio maana ninasema mtu akikuita maskini, mtu akikuita mchawi tayari ameona maskini kwako. Lakini mtu akikuita Illuminati anaweza kuona roho ya tajiri. Sema amina. Amen. Na mwenye anaitaka mtu Illuminati, Freemason. Hai, huyo kanisa. Hata juzi tulikuwa tunapeana hiyo my hapa ndio. Tulikuwa tunapeana viatu hapa, tunapeana nini? Watu wakasema siwezi, mtoto wangu hawezi enda hapa. Pastor anatoa wapi vitu za kupea watoto? Illuminati. Bwana asifiwe. Tafadhali ukipanda level utasikia unaitwa hivyo. Lakini ukikaa kwa level ya huko chini utaitwa mchawi. Ni gani unataka uitwe? Halo. Bwana asifiwe. Mimi bado hawajaniita. Watoto wangu mko hapa. Hata wewe utakuja kunistuka. Utakuja kuniita. Bado haijafika mahali ninakwambia niangalilie kioo hapo nyuma. Niangalilie kioo. Gari nyeusi. Maana gari nyeusi ndio inakataliwa. Ndio maana Ezekiel kutaka kaleta ya white. Sasa alijua kaleta nyeusi watu watamfahamia sana. Bwana asifiwe. Raundi hii ninaomba upate watu wanaitwa hiyo majina hapa wengi sana. Utoke level ya kuitwa mchawi. Na unajivuna hapa unasema, kwa sababu nimewashinda nguvu, si kuwashinda pia wameona umaskini. Ndio umewashinda nguvu, lakini pia wameona umaskini.
Kwa hivyo mwaka unaweza ukunja ukue kitu kidogo. Mwaka wa 2026 mimi huko kwa mikono yangu. Amen. Halo? Yes. Mwezi wa kwanza wote ni wa maombi. Kila mwezi, kila wiki, kila siku nimepanga. Mwezi wa pili ni program za kanisa nimezipanga. Halo? Yes. Mwezi wa tatu kuna kitu nimepanga. Mwezi wa 4 ni anniversary. Mwezi wa 5 kuna kitu nimepanga. Mwezi wa 6 kuna kitu nimepanga. Vile niko hapa nimeshapanga tayari mpaka matarehe. Kwa hivyo mwaka unakuwa kitu kidogo kwangu. Kitu? Wewe ukikuja uchumi ni mbaya, mimi sioni uchumi. Ninaona mwezi wa 5 nikifanya kitu kingine. Naona Januari kuna kitu kinatendeka. Halo. Ona makubwa. Tusitabiri kwamba ni mwaka wa makubwa, halafu unaona vitu vidogo. Anza kuona vitu vikubwa. Anza kuona ukiwa kwa nyumba yako. Anza kuona biashara yako imenawiri, umena watu umewaajiri. Napenda kwamba kuna mtoto wangu mmoja alikuja akaniambia mpaka nikaona ni kama iko hivyo. Aliniambia mpaka unajua kuna ndoto unaambiwa unaona ni kama iko hivyo. Aliniambia pastor, niliota vile mwaka inaisha hivi. Nikasema huyo hii fulfillment ya kile kitu Mungu anaenda kufanya. Pastor, niliota nikaona tuko mahali petu, shamba kubwa sana na watu wamejaa. Alafu unajua alikuja akanipata niko na stress sana. Akaniambia pastor, wewe hata usikue na stress. Sasa unajua vile ameniambia ninaona ni kama hiyo kitu kiko. Kumbe ni ndoto. Wewe usikue hata ni stress pastor. Acha nikwambie. Sasa anaanza kuniambia acha nikwambie kitu niliota. Nikasema tena kitu niliota. Mimi nafikiria unakuja hapa na lakini vile alisema nikaona mambo makubwa. Bwana asifiwe. Lazima uone mambo makubwa. Fulfillment ya maono ya kanisa tayari imesha konfirmiwa na mtu mmoja ambaye alionyeshwa kwa ndoto. Yaani hata uwezi piga makofi maana unaona vitu vikubwa. Bwana asifiwe. Kucha mwaka ukue kitu kidogo kwako. Kama president wetu anaona Singapore. Kama utaki. Bwana asifiwe. Anasema after 2 years tutakuwa kama Singapore. Mtu ambaye ana future na maono makubwa. Haoni kuisha, haoni nini, haoni majenzi. Anaona Singapore. Bwana asifiwe. Wewe unaona umaskini, unaona tayari mwaka umeanza na leo ni tarehe 4 lakini tayari umeanza kuona kushindwa, umeanza kuona hiyo kushindwa kwa jina la Yesu. Anza kuona, hata mimi nilianza kuchukua maono. Unajua ukitaka vizuri, chukua maono hata ya president. Chukua, maana ni baba yetu sasa wa kidunia hapa. Si anaitwa baba yetu. Sasa amesema yeye ana maono ya Singapore. Alafu unapingana naye. Hiyo maono itafanya kazi kwako. Chukua, na mimi ninaona hii kanisa kama ya Singapore. Ninaona kubwa. Alafu ukiona ujue kuna vitu vinakuja hapo katikati. Kuna vitu vinakuja wapi? Hapo katikati. Baada ya kuona ile makubwa, unaona maadui wameinuka. Unaona watu wanaanza kupiga vitu. Unaona kila mtu amekuwa against wewe. Ukitaka kujua ishara ya mahali unaenda, ni vitu ambavyo unavyoviona. Lakini ukiona mteremko hakuna mahali unaenda, tayari shetani akiona pale mbele anaanza kukufanyia na kukuua moyo. Usikubali kufa, kuna mahali unaenda. Singapore, kuna mahali unaenda, lazima vita vitokee. Lazima. Na I tell you the truth. Mungu anaendana na maono. Sema amini. Kuna dada mmoja anaitwa Rosmanda aliimbaga. Aliimbaga hiyo wimbo ya maono, aliimbaga aje? Okay. Ata? Hiyo sio Rosmanda. Yeah. Sasa sio hiyo, kuna nyingine aliimbaga. Hii. Utasonga mbele. Kumbe unasikiliza sana. Mimi nakuona na kameme hapo kumbe wapi? Wewe. Asante. Kuna wimbo wa Rosmanda aliimba akasema taifa lisipokuwa na maono litaangamia. Taifa uangamie. Kweli pasipo maono
sio taifa. Huyo alisema taifa lisipokuwa na maono, na ndio maana Ruto ako na maono. Taifa lisipokuwa na maono, hata Kenya hii tu wako na maono ya 2032, sio ya kuwa president. Kuna kitu walisema 2032 Kenya itakuwa imefika level fulani, na Kenya inakimbisha hiyo maono ili hakikisha imetimia. Bwana asifiwe. Na wewe, kila mtu hapa maono ni sasa. Hapo umepewa kama kanisa maono, chukua yale maono, anza kuyafanya. Lakini kando na maono ya kanisa, lazima uwe na maono yako, lazima. Sasa for example, wacha niwaambie wewe maono yako mwaka huu ni gani? Sasa ona, nafikiria Mungu atapita wapi? Unaona wewe kutenga. Yeye maono yake ni kutenga na kufanya. Kujenga. Kujenga. Yaani unajua wa Kiswahili yako tangu uende Tanzania imebadilika. Unakaa tu kuchenga. Hata wewe sio ni mkisi. Na wewe maono yako kujenga. Hata wewe ni kujenga. Haya. Kujenga. Nyumba ya nyasi ama ya nini? Ya mawe. Pigia Yesu makofi mazuri. Na wewe maono yake ni kununua shamba. Piga makofi. Hizo vitu mnasema, nilisema leo muandike kwa karatasi mnilete. Nipate unaandika hapa, pastor, maono yangu nataka nikule mchapati mwaka huu. Yaani hiyo ni maono yamekufa. Na wewe? Kwanza biashara. Kwanza biashara gani? Boutique. Na wewe? Kwanza biashara. Hayo. Kwanza biashara. Huyo ni kujenga. Utatoa wapi pesa? Sawa. Sipokee kwa jina la Yesu. Wewe sipokee kwa jina. Wewe maono yako ni gani? Kununua shamba. Kununua shamba. Kumbe watu wana mashamba. Biashara. Vile unasema hivyo ndani yangu inasema na iwe hivyo. Biashara. Na iwe hivyo. Biashara. Pass exam. Mama alikuwa ametegea sikio kuoa. Mama wewe ninakuona. Alikuwa ametegea sikio kama maono yangu ni kuoa. Amesema ni kupass exam. Na iwe Shalama zikata ya rabazu. Thank you Jesus. Malaika wa Mungu wako hapa. Maono yako. Biashara. Biashara. Daudi hii mtanaona. Watu wanataka kufanya biashara tu hapa. Kujenga nyumba. Kununua shamba. Kununua shamba. Yaani mimi ndani yangu naendelea kusema hivyo. Biashara. 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 Ya kuuza greens. Biashara ya kuuza greens. Biashara ya kuuza greens. Unasikia yeye ameenda leo. Biashara. Biashara. Biashara, na mjue biashara ni hasara. Sasa Bwana asifiwe. Praise the Lord. Oh. Yeah. Ma. Anaita kwa ma. Kupata kazi ya TSC. Kupata TSC. Kupata TSC. Nipate pesa niongeze masomo yangu nimalizie, pia nipate niongeze biashara zangu zikue. Answer statement. Kwanza nipate pesa niongeze masomo. Pili, kuna biashara naenda kufungua, Mungu anisaidie sifanikiwe. Naenda kufungua biashara. Pia nipate pesa nianze biashara, nibaie watoto wangu sana. Naomba Mungu anisaidie, Mungu nikate shamba. Bwana Yesu asifiwe. Jiandika. Jiajiri. Pigia Yesu makofi. Na wewe iende tu. Uko na passport? Iko hapa. Sand ile
ilete. Sando ilete. Hiyo tunaitumaga haraka. Anaenda kulete capital ya kufanya biashara. Biashara. Na huyu anaongea sana. Biashara. Kupanua biashara zangu. Kupanua biashara. Hiyo biashara ipanuke kwa jina la Yesu. Yaani hakuna mtu anasema niolewe. Hakuna hata mmoja. Mmoja mtu aseme ndio nataka bwana, nimepigwa baridi sana. So alafu wale waliolewa wale wanasema mimi Mungu anisaidie. Nimewapima sana. So otherwise hallelujah, amina. Hallelujah, amina. Hallelujah, kerigwagwana. Hallelujah, amina. Sema ukijigusa hiyo biashara ulioniambia, nakwambia wewe simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Nataka tukiendelea katika ibada uandike chini hiyo kitu ambacho umeniambia. Uandike kwa karatasi kazuri, alafu uandike na jina lako. Hata usiandike jina lako, lakini vizuri uandike jina lako, kwa sababu mimi ninataka kuanzia next week nataka kwenda nazo kwa mlima. Nadhani kwenda kwa tusichome vyo. Nataka kwenda kwa mlima. Yaani usifanye vitu za tata, unaenda tu pole kwa jina la Yesu. Uandike hiyo karatasi ile kitu. Nataka mambo mangapi? Mambo 3. Lakini mambo yale unaandika unayambatanisha na maono ya kanisa. Unasema kulingana na maono ya kanisa kwamba huu ni mwaka wa kutenda makubwa. Ninaomba Mungu apanue biashara yangu iwe kwa njia kubwa kwa jina la Yesu. Wale mmesema masomo, naomba kulingana na maono ya kanisa Mungu atimize masomo yangu ni pass kwa njia kubwa. Yaani ukuu isikose kwa hiyo maandishi yako. Halafu nikasema wale washirika wa church, ukitaka maono yako yatimie vizuri, hakikisha make sure umeyaleta na sacrifice. Ya pesa ngapi tulisema? Just 500. The number of grace. Sema amina. Kumwambia Mungu, maono yangu nimeisindikisha na sadaka yangu nimeyaleta kwa madhabahu yako. Alafu itakuwa kubwa. Haya mambo mmeyafanya, ninaenda kuyaombea. Naenda kukupaka mafuta, naenda kukuombea na nitafanya kazi. Sasa kwa sababu umeniambia, si umwambie Mungu. Inua tu mikono yako, mwambie Bwana ninaombea. Kama ni biashara sema wanaenda huko nje, mwambie Bwana nisaidie katika jina la Yesu. Lift up your voice in the mic. Hayo maono katika jina la Yesu. Hiyo maono itimie, ifanye kazi in the name of Jesus. Lift up your voice in the name of Jesus. Mwambie Bwana maono yangu yatimie katika jina la Yesu. Bwana chochote kisizuie kulingana na maono ya kanisa. Ninaomba Bwana yale ambayo tumeyaombea yatimie kwa jina la Yesu. Inua sauti yako, kila mmoja inua mikono miwili juu. Lift up your hand. Inulia Bwana mikono yako katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, wacha maono haya yatimie in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Baba, fuatilia. Maandiko yanasema ya kwamba wewe unafuatilia
Bwana maono na kuyatimiza. Hebu fuatilia maono yangu ya mwaka huu Baba, kabla mwaka uishe, haya maono yakatimie, haya maono yakatimie, haya maono yakatimie, haya maono yakatimie. Unaweza iwa mikono zaidi ya hapo, unaweza iwa mikono zaidi ya hapo, unaweza iwa mikono zaidi ya kichwa chako, unaweza iwa mikono zaidi ya kichwa chako. In the mighty name of Jesus, mwambie Bwana, acha maono haya ya ambayo umeniahidi mwaka huu yakatimie kwa jina la Yesu. Kila mmoja weka mikono zaidi, fungua kinywa chako kizidi ya jirani yako. Bwana akatimize hayo maono, atimize hiyo ndoto yako, atimize hayo maono yako. Yes, lift up your voice, lift up your voice, lift up your voice. Lekatala mamoja barakata yana mamo lima zeke telemeweza rakata kana mamoja na mamoja na mamo rimpa paseke tekelemeweza rima mama zuri mikata yana mamoja. Thank you Jesus. Tumiza Bwana yakilia maono haya ili kwamba ukayatimize kwa jina la Yesu Kristo. Maono haya ukayafatilie, ukayatimize kwa jina la Yesu. Endelea kuinua sauti yako, endelea kumwinulia sauti yako. Makuu yatendeke, makuu yatendeke kwa maisha yako, 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 makuu yatendeke kwa jina la Yesu. Kila kizuizi limekuwa likifuata, kila jambo limekuwa likimrudia, linakataa, linaharibu, linavunja kwa jina la Yesu. Hebu inua mikono yako katika jina la Yesu. Baba, atimize ndoto yako, atimize maono yako, atimize maono hayo, atimize maono hayo, atimize maono hayo. In the name of Jesus. Mungu utakayetumisha maono yetu. Wewe ni Bwana ambaye unaenda kujenga jambo jipya. Wewe ni Mungu unayetuadili asilimia ya Bwana. Tunajua unaenda kutenda jambo jipya katika maisha yetu. Unaenda kutimiza maono tunao mwaka huu. Maana katika maono ya kanisa unaona mtumishi wako umetuambia huu ni mwaka ambao wale wanaoamini Mungu unaenda kufanikisha kutenda mambo makubwa. Bwana tufanikishe kutenda mambo makubwa. Bwana tuwezeshe kutenda mambo makubwa katika jina la Yesu Kristo. Achilia neema yako kwa maisha yetu. Achilia nguvu ya mfalme wa amani. Achilia uwezo kwa jina la Yesu. Tufanikishe chakula. Tufanikishe simu.
Nastahili Yesu. Hebu inua tu mikono yako juu, tunakwenda kumwabudu Bwana. Mwambie Bwana tuko hapa kwa ajili yako. Mwambie Bwana tuko hapa kwa ajili ya kukuabudu asubuhi ya leo. Tunainua maisha yetu kwako Mungu, maana hatuna mahali pengine pa kukimbilia. Ni kwako msalabani tunainama, ni chini ya miguu yako tunainama Mungu, maana tunajua wewe ndiye msaada wetu, maana tunajua ni wewe unayetupigania, tunajua ni wewe unayetuongoza. Hakuna mwingine aliye kama wewe Yesu. Mwambie Bwana ni wewe tu unayestahili sifa na utukufu, unayestahili heshima na mamlaka. Ni wewe Mungu unayeweza mambo yote. Ni wewe Bwana unayetutendea mambo makubwa. Ni wewe Bwana unayetuinua viwango